Okay, yeah. Bwana, leo niko na moja kati ya watu muhimu sana katika muziki wa Bongo Flava, na naposema watu muhimu sana ni kwa sababu ya vitu vikubwa ambavyo amewahi kufanya. Niko na Snare. Snare members wa East Coast team, moja kati ya watu muhimu sana pale East Coast. Hata ukimuuliza Chris GK general kabisa atakwambia kwamba moja kati ya nguzo muhimu sana ni Snare pale East Coast team, na sasa hivi tuna miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava na yeye atakuwepo katika timu ya East Coast. So kilichotusababisha kukutana naye ni kwamba kupiga story kuhusiana na miaka 30 ya muziki wake Snare kama Snare na East Coast, kidogo atujuze safari za muziki katika miaka 30, changamoto zilikuwaje. Unajua siku za nyuma mambo yalikuwa ni mengi sana, kwa hiyo leo tuna vitu vingi tutaongea naye. Bana, mambo vipi yangu? Poa mzee, ni aje? Bana, babu kubwa. Tuna miaka 30 sasa hivi ya muziki, sio? Na ni moja kati ya watu ambao watakuwepo kwenye hiyo stage ya watu ambao wanasherehesha au kusherekea hiyo miaka 30. Safari ilikuwaje mpaka sasa ukawa Snare, ukajoin, ukatuletea burudani zote ulizotupa siku zile? Sio safari fupi. Ni moja kati ya safari ndefu na bado safari ipo inaendelea, naweza kusema safari haijaisha. Okay. Safari inaendelea. Katika harakati za hapa na pale. Cha msingi ni kwamba huu muziki tulivyouanza, unaweza kusema kwamba ilikuwa ni part ya introduction. Kipindi sisi tunaanza muziki, hakuna watu, idadi kubwa ya watu wengi ilikuwa haiamini katika muziki wa kizazi kipya. Sana sana ilikuwa nachukuliwa tu ni watu ambao kama labda wanatamani vitu vya magharibi, lakini katika mazingira ya Tanzania sio. Lakini tukapambana. Kwa hiyo kuna mazingira mengi sana tulipita, katika mazingira ya raha, mazingira ya furaha. Tunashukuru Mungu, kitu kikubwa ni uhai. Kwa hiyo mimi kitu ninachoshukuru ni kwamba tunavuta pumzi. Mambo mengine yanakuja. Okay. Kama kawaida, yani kama Mungu ambavyo anapanga. Sawa, nimewahi kumsikia siku moja Buff G alikuwa akisema kwamba moja kati ya watu ambao walifanya naye safari ya muziki ni wewe. Yeah. Tangu shule mlikuwa mnasoma wapi? Yeah. Nimetamani nikusikie sasa wewe mwenyewe ukizungumza ile safari yako mpaka kupenda muziki ilikuwaje, mpaka nani alikuwa ni inspiration kipindi hicho, ilikuwaje, hisia za muziki ziliibuka vipi kwenye kichwa chako? Well, kiufupi ni kwamba mimi nilikuwa napenda muziki kutoka zamani. Yeah. Kwa hiyo wakati anaanza, kuna mtu mmoja anaitwa Saleh Jabri. Saleh Jabri. Saleh Jabri. Saleh Jabri ndio mtu wa kwanza kubadilisha nyimbo za kimagharibi, yeah, na Caribbean katika Kiswahili. Lakini okay, kwa hiyo alikuwa anafanya sijui ni kama dubbing au vipi, lakini anaweka ile nyimbo ya nje. Kwa mfano kama kuna nyimbo moja alifanya ilikuwa inaitwa Ice Ice Baby, ameimba Vanilla. Okay. Ice Ice Baby, Vanilla Ice Baby, lakini anapiga vile afu anaimba Kiswahili, anabadilisha maneno ya Kiswahili. Kwa hiyo nikawa iko interest nayo, nikaanza kufuatilia muziki. So nakumbuka kipindi hicho mimi niko nasoma form 1 Ifunda Tech, huko ambapo nilikuwa nasoma na Buff pamoja na EY. Kwa hiyo kipindi cha kwenda shule, yani mnapofungua, si unajua kuna zile shopping 1 2 3. Kwa hiyo mimi nikipewa hela yangu ya shopping na kwenda Kariakoo na kwenda, kuna duka moja ambalo nilikuwa naona linauza kanda za muziki ya nje ya hapa. Kwa hiyo katika bajeti yangu napata pale, kulikuwa kuna hawa jamaa wanaitwa Topaz. Najua wao walikuwa wanaimba sijui ni mchiriku ule, sijui ni mnanda. Nachukua zile, yani mradi nisikie watu walioimba Kiswahili. Ndio nilikompata huyo Saleh Jabri, lakini pia za nje wakina Snoopy, kina Dr. Dre, Wu-Tang, wako wengi sana, Not By Nature, nini hao ndio watu inspire. Kwa hiyo nikawa nanunua zile kanda naenda nazo shule. Okay, subiri yanko. Kwa kumbe siku za nyuma kumsikia mtu anaimba Kiswahili ilikuwa ni swala gumu sana. Mimi nakumbuka, yani tuite ni miaka gani, kwa sababu nimekwenda shule 94, hiyo nilikuwa ndio naingia form 1. Kwa hiyo rudisha hapo nyuma mpaka 90. Hakuna muziki unaoimba Kiswahili wa hii maadhi ambayo tunafanya. Okay, wa rap muziki lakini hawa bendi
Unawasikia akina Remy akina nani ilikuwepo, lakini ile rap ndio maana hata Profesa utakuta na nyimbo nyingi anakuambia kuanzia miaka 90 nini. Kwa hiyo ndio hapo tulipoanzia sasa kuwa zile nyimbo utakuta zimewekwa na beat. Hadi ile album unavyoenda kununua zamani ndio walikuwa wanafanya. Album mtu anatoa nyimbo 3. Okay. Lakini zile nyimbo 3 anaweka upande huu zile nyimbo 3, ya kwanza ina verse na kila kitu. Pili ina chorus na beat. 3 kaweka wimbo mtupu kama ala. Sijui tuite acapella. Upande wa pili ukigeuza anarudia vile vile. Kwa hiyo anakuambia ameuza nyimbo 6. Kwa hiyo katika zile nyimbo kuna beat. Kwa hiyo sisi ndio tulikuwa tunatumia zile beat wakati tuko huko shule. Rap mara shule kuna mashindano. Tumeshindana, mara tukakutana mimi Buff na EY tukajadili jambo. Kisha tukatengeneza kundi. Ndio kundi letu la kwanza linaitwa SOG. Kabla ya SOG. Manake hapo sasa kila mtu alikuwa na hisia zake. Si kwamba mlikuwa mnafahamiana kabla ya kuwa na hisia zake muziki. Kabla ya mlikuwa mfahamiana japo wote mko shule moja. Ila baada ya kugundua kwamba mimi nafanya muziki fulani na nafanya. Baada ya tamasha moja kutokea, kila mtu akaimba na watu wake. Mimi niliimba, nilikuwa na kikundi changu, nilikutana nao huko Bwenini tu. Walikuja kuniomba tape kwa ajili ya beat. Sikuwa na chochote ile, nikamwambia hii hapa, ila wakaniomba bwana, kwa nini na wewe usiimbe? Wakanipa na mistari. Kweli tukaenda wakati wa kuperform pale on the stage, ndio nikamuona Buff, ndio nikamuona na EY. Lakini baadaye baada ya tamasha tukajikuta mimi EY na Buff tumekaa tunazungumza. Ndio pale tulipoibua ndoto za kuwa na kundi. Alafu baada ya hapo kutoka kesho kutoka yake tukawa tunatembeleana kwenye rooms, make mabweni yetu yalikuwa yako tofauti. Bweni hapa kule, alafu tunakaa mabweni tofauti, lakini tukaweza communicate, tukakutana. Nakumbuka ari ya kwanza iliibuka baada ya kuwa na wazo leo bwana kundi, tukatoa bwana jina SOG. Wiki kama 3 zilizofuata yakatokea mashindano Iringa mjini, ndio sisi tunasoma Ifunda Iringa mjini, tukachukua fomu tukaenda. Maajabu yalitokea kule, ndo tukawa na muziki. Okay. Hapo ndo safari rasmi sasa ikaanza. Kule kwenye yale mashindano tukawa washindi wa pili. Kwa hapo sasa SOG pale tukapata mtu kama meneja. Wenyewe kwanza tumefika pale tulikuwa tumeshajibrandi. Siku jibrandi hatujaanza sasa hivi. Long time, yani tumetengeneza t-shirt zetu SOG. Maana sisi kule ni mafundi, ilikuwa ni Iringa Tech. Benja alikuwa yuko upande wa masuala ya painting. Kwa hiyo swala la rangi, mambo yanaitwa stencil, sijui knife, kukata maandishi, yote ilikuwa kazi ya Benja. Kwa hiyo hata rangi tunaiba workshop, tunatengeneza t-shirt zetu, tumetafuta minyororo, tukaweka kufuli kama cheni, tukaingia kwenye mashindano. Watu walipagawa sana. Kwa hiyo kuanzia pale tukawa tuna ile idea za music, kwa hiyo tuna create music mpaka tulivyomaliza shule, tulivyokuja huku bwana Buff G ndio alikuwa anakaa Upanga. Kwa hiyo tulikuwa tunatoka tunaenda wakina Bafu, harakati za hapa pale, mara tukaweza kwenda kurekodi kwa Master J, tukajiwana na GK. Bafu akasema bwana, hapa hii mitaa na mshikaji wangu anaitwa GK, kaja tukakutana na GK. Okay, sawa. Hapo ndo tunazidi kwenda hapo. Unajua ni miaka 30 sasa hivi, kwa hiyo tunahitaji story part after part ili tuweze kupata vitu vingi na vizuri. Tujifunze hizi stories, zinafunza wapi muziki umetoka mpaka leo ulipofikia. Kwa hiyo kuna material mengi ya msingi tunayahitaji. Sasa turudi hapa Upanga. Buff G amefika Upanga, SOG sasa imeshamaliza shule. Wote mlimaliza kwa wakati mmoja ama kila mtu alimaliza kwa wakati wake? Mimi na Buff tulimaliza mwaka mmoja, alafu mwaka uliofuata akamaliza EY. Make mlimpita darasa moja. Okay, sawa. Sasa make mmefika Upanga. Nirudi tena nikumbuke katika interview ambayo nimewahi kumsikia amefanya Buff, alisema kwamba yeye ni rafiki yake na Snare. Alafu yeye ni rafiki yake na AY. Lakini AY si rafiki yake na FA wala GK. Yaani yeye ndio ana urafiki wao wote, yani yeye ndio ana connect hao watu wote. Kwa hiyo ni kwamba wakati mko Upanga mlikuwa mnaenda sana kwa kina Buff G, sio GK sasa. Ndio. Okay. Maana ilikuwa route za kina Buff kwa kina Buff. Yani ni kwa Buff tuna harakati, sisi tunaenda kwa P-Funk, tunaenda kwa Master J,
pale pale kulikuwa kuna Don Bosco pale Upanga. Alafu tukiwa tunamaliza za harakati anasema bwana tupeleke kwa mshikaji wangu hapa, kuna mshikaji ana rap naye anaitwa Gomaka. Kwa hiyo tunapita kwa kina GK. Kina GK pale tuna ghetto. Ile ghetto kuna redio. Kwa hiyo ukipita pale lazima uingie kwenye ile ghetto, kuna redio. Bwana wewe kama unachana inawekwa beat pale tusikilize. Kwa hiyo ndo tulipoanza pale tulipokuwa tunaingia ghetto, basi tufanyeni mazoezi. GK akasema kwenda pale katika kufanya mazoezi tunakuta kulikuwa kuna beat nyingi sana anazitengeneza John Maundi. John Maundi. Yeah. Kwa hiyo pale tukakutana tayari kuna biti nyingi. Kwa hiyo tukawa tunazipractice ya hizo, na ndio pale tulipoanza sasa. GK alikuwa kama rekodi, yani amerekodi nyimbo moja mbili ile hits na 7 na nilikupe nini mama. Kwa hiyo lakini pale kama tumemwamshia hali akaanza kuandika. Ndio pale zikazaliwa nyimbo nyingi sana, kama ukisikiliza Miko 10 ya rap. Ndio maana utaiona Miko 10 ya rap yupo GK yuko AY. Yeah, okay. Pale ndio tunaanza sasa kumingo sana na GK. Ile kaenda pale zikafanyika nyingine mpaka ikazaliwa, yani mpaka wenyewe sasa tukawa tunapenda kusema East Coast baby sijui nini, ndio mpaka wengine wakaja ndio East Coast kwa hiyo. Okay, sasa tuje hapa wakati East Coast sasa ndio inazaliwa, manake mmekutana tangu shule, sasa tuko Upanga. East Coast katika kuzaliwa kwake, kimsingi ulikuwepo wakati East Coast inazaliwa, ulikuwepo kwa karibu sana, ni moja kati ya watu ambao mlikuwepo. Idea ilianzaje mpaka mkasema tuzae kitu kinaitwa East Coast? Nani alifikiria wa kwanza? Kiukweli idea East Coast bwana, kumbukumbu nzuri yani inavyonionyesha, ni the way tulivyokuwa tuna roll. Mara nyingi mimi Buff AY na GK tulikuwa tunaenda kwa Master J wakati wa project za tulivyokuwa tuna record project za GK. Sasa sisi tayari tulikuwa tumesha penetrate, tulikuwa tunaenda kwenye matamasha. Ikatokea tamasha moja California Dreamer, kulikuwa kuna mashindano, sisi mashindano au nini, lakini kulikuwa na tamasha ambapo mwandaaji wakati ile tamasha linaendelea akatuchagua sisi. Kuna jamaa anaitwa Mark D, our brother Mark D, alafu na Unique Sisters. Tukashinda, yani tukapewa zawadi, lakini akasema bwana hawa jamaa wa SOG hawa mimi nataka liwe kundi langu. Kwa hiyo pale ndio tukaanza SOG kaanza kufanya albamu. Sasa wakati harakati za kufanya albamu kwenda kwa Master J tunaenda na GK. Kwa hiyo tukirudi tunakwenda katika nyimbo beat zikipigwa GK anapenda kusema East Coast baby, East Coast baby. Kwa hiyo ndio East Coast ikaanzia pale. Okay. Yeah. Lakini kwa sababu ilikuwa ni Upanga Mashariki, East ni Mashariki, ndio maana Upanga East Coast. Upanga East Coast. Okay, hapo ndo mkakubali na mkabless East Coast. Na watu wakawa wana recognize wakitokea bwana wao jamaa East Coast. Bwana tukaona bwana hii nembo kama iko yenyewe. Tukapita nayo. Okay, sawa. Kwa unajua mimi wakati naitazama East Coast nilikuwa niko mdogo sana. Wakati nawatazama naona kwenye kioo, kwenye video, nilikuwa niko mdogo sana. Nakumbuka siku zile nilikuwa nasoma kwenye madarasa ya mwanzo sana ya primary school, shule ya msingi, nilikuwa nawatazama. Leo na kuona kwa karibu. Kwangu inakuwa ni kitu kikubwa sana. Nimekaa nimeiweka kwenye historia yangu ya maisha yangu. Sio? Kwa hiyo natamani kujua vitu vingi ambavyo nitakuwa nafikiri mimi na ela yangu ambayo tunatamani kuvijua kupitia kipindi kile ambacho tunawatazama kwenye video. Ukweli ni kwamba siku zile mlikuwa mnasomeka, mna utofauti na makundi mengine ya kimuziki kama TMK? Utofauti wa aina gani? Siku zile tulikuwa tunasikia kwamba bwana East Coast na TMK waendi sawa bwana, wana tofauti, ni beef, wanasema wana mabeef bwana. Ni kweli kulikuwa kuna hiyo issue katika hilo? Naweza nikasema labda kuna kitu cha kibiashara kuna kitu cha kibiashara kilitokea. Sasa ili upate kazi nzuri, lazima ucreate kushindana, kwa sababu kipindi kile ndiko kipindi ambacho kulitokea kuna vitu vilikuwa vinaitwa macamp. Okay. Huku Mwananyamala wapi huku kulikuwa kuna shughuli fulani hivi za macamp. Yani kizungumzia macamp sijui kama watoto wa saizi wanaelewa
makundi yale ya mtaani yalikuwa yanajiita makempu. Wanaweza makempu yale yakajikusanya yakachanga hela zao yakakodi mabasi wakaenda Koko Kurabata. Lakini kila kempu liko kimpango wake. Lakini huko kwao walikuwa wanaandaga matamasha, wanaziba mtaa. Wana kempu hizi ndio. Sasa kempu hii na kempu ile unaweza kukuta wanaibiana mademu. Kwa hiyo kunatokea kama utofauti, kutambiana, kukorofishana, huku msipite. Kwa hiyo idea kama zile ndio tukaziona zinaibuka kwenye muziki. Okay. Sasa kwa kipindi kile kambi zilikuwa zinavutana ni za aina gani? Pale wakajaribu kutofautisha aina ya muziki na mashairi na watu wenyewe, ndio ikatokea kitu kama East Coast TMK, kwa maana ya kwamba East Coast wanajidai East Coast sijui watoto wa kishua sijui East Coast wana rap style fulani nini, lakini ilikuwa tu ni kutengeneza ushindani kuweza kupata mazao mazuri ya muziki wa Bongo Flava. Unajua mimi nyumbani ni Temeke, nimekulia Temeke. Ndio. Na kuna ushahidi ulikuwepo kwamba kuna watu walikuwa wanaumia katika haya mambo ambayo walikuwa mnayafanya. Ni mnafanya kwa mlengo wa biashara, lakini kuna watu walikuwa wanapigana kweli, unajua. Ni kweli. Na kuna watu wengine walikuwa wanaogopa kwenda kule. Mimi nakumbuka kuna mtoto mmoja sijui yuko wapi yule. Niliwahi kufanya naye nyimbo. Anatokea kule. Na hadi video nilifanya naye, jina limenitoka tu. Nilienda mimi kufanya video. Nikaambiwa bwana wewe sio watu wa kule, mimi kule washikaji zangu. Ila watu wa huku sasa niliondoka kaambia bwana unahatarisha maisha yako. Nililala kule. Walitafutia guest nikalala. Kwa hiyo kuna watu tu walikuwa wanaileta hiyo sia, au kuna wakorofi tu walikuwa ukipita mitaa mingine, sababu ushaambiwa bwana kuna mtu kapita na t-shirt ya East Coast akapigwa hadi mawe. Zongwa wewe utavaje na afu unapita TMK. Kwa hiyo ilikuwa inaelekea huko na ilifika huko kwa sababu kuna show moja tuliwahi kupiga Sabasaba tulishiwa mawe. Show kavunjika tukaendelea. Hiyo nilimsikia anasema GK kwamba umekatazwa kabisa kuja tena kufanya show pale. Na hata ilikuwa huku Kinondoni huku wakawa wamepania kulipa kisasi. Kuna show moja ya TTCL ilikuwa imeandaliwa. Ikapigwa simu kabisa, bwana GK usije na watu wako na Nature aje na watu wake. Hapa uje wewe na Nature. Tukamwambia haiwezekani. Kweli tulienda pale. Lakini kuna ulinzi ulikuwa namna gani? Lakini tulichokuwa tunachoepusha sisi mara nyingi kuleta mtafaruku kwa sababu hizi ni showbiz. Na showbiz mtu anaweza kaitumia ili kuweza kupanda. Kwa hiyo masuala ya ulinzi, masuala ya kutokaa muda mrefu eneo la tukio ndio ambayo tulikuwa tunafanya. Lakini mkaa muda mrefu mtu anaweza akatafuta engo fulani akakutia nguvu. Alafu habari hizi ziwe kubwa, kumbe anatengeneza showbiz. Okay, lakini hiyo ilikuwa inaleta utamu na motisha ya muziki siku za nyuma. Ushindani na watu wanakaa kwenye redio ikitoka ngoma huku watu wanasikiliza kwa jamaa wamewasema au hawajasema. Akisikiliza huku lakini ndio unakuta ngoma hii kali. Wanaanza kufananisha. Lakini kwa wakati huo hawakuwepo tu East Coast na TMK. Tuna wenzetu, tuna wakina Wateule. Solid Ground Family. Solid Ground Family. Wakina Sogidogi wale wana Hot Pot Family. Wengi sana. University Corner. Das Nunda. Yani wengi tu, lakini watu wakawa wametolea macho ya mawili. Lakini wana wengi tu, wana wote wako wanafanya kazi. Okay, sasa wakati huo ambao mlikuwa mwendi sawa kwa kipindi kile, kwa sababu yote ni katika miaka hiyo 30 sasa mpaka imetimia, yote yametokea. Wakati kipindi kile mwendi sawa, kuna ngoma nafikiri ilikuwepo. Mkikaa kama East Coast mnaisikiliza kutoka kule Temeke, unaona hapana, hii bwana hii, yani mnaichukia yani ile kinoma noma. Hiyo ipo nafikiri hiyo. Ni ipi hiyo? Kwa mimi bwana sijawahi kuchukia ngoma. Mimi nilikuwa nacheka. Kwanza mimi nilikuwa ni mtu ambaye nasikiliza nyimbo nyingi sana kiasi kwamba ndio nilikuwa nauliza nyimbo mbaya ni ipi. Na hata kama kulikuwa kuna katabia kamoja mimi na binamu tulikuwa nako. Kitendo cha kuangalia muziki muda mrefu, nikikuta nyimbo mbaya, huyo msanii mimi kesho nitamuita, ndio nikikutana na binamu nitampa hilo jina. Bwana fulani vipi? Alafu nikishamwambia anacheka sana, kumbe na yeye ameiona hiyo nyimbo. Kwa hiyo sasa sisi tunajadili bwana, kuna nyimbo sio nzuri kabisa lakini zinaenda hewani. Vipi?
Unakuja gundua hapa kuna watu wengine Vimeo tu hivi, hapa inabidi vikave kuanzia kwenye redio hadi kwenye TV, lakini nyimbo nyingi nzuri. Okay, sawa. Sasa tukirudi katika maisha yako binafsi ya kimuziki kama Snare katika kipindi cha miaka hii ambayo tunaizungumzia, mara nyingi umeonekana katika nyimbo za pamoja zile za East Coast Team. Yeah. Kuna time ulikuwa unahitaji kufanya kazi peke yako au? Well, mimi mbona nimefanya kazi zangu. Kwanza turudi huko ndani ya East Coast. Wakati wa East Coast kuna nyimbo mimi nilifanya inaitwa Kazi Pesa Matanuzi. Kazi Pesa Matanuzi. Nimefanya na EY na FA. Yeah. Iko kwa YouTube manini, haina video lakini audio. Kuna kazi nikafanya inaitwa Kwenye Game Jinsi Inavyokuwa. Hiyo naifahamu, mambo mengi yanatokea. Niche Snare, mashuti yanaendelea, sio? Hiyo naifahamu hiyo. Hapo nikapotea kidogo, nikaenda shule nini, lakini nikarudi. Kuna kazi nikafanya na Bill Nass. Inaitwa Life and Music. Okay. Alafu kuna kazi tumefanya SOG 2022 inaitwa Kipofu. Okay. Bafu EY na Snare. Sika utai namna gani. Hiyo video inayo nini, chupa kali kama South lakini kumbe ni Lushoto. Alafu sasa hivi ukiacha East Coast, niko na timu yangu moja inaitwa Moms. MOMBS. Kuna vitu nakuja navyo huko, nishatengeneza album, nishafanya videos kama 8 hivi. Kwa hiyo kuna kitu tuko na kitafuta engo ya kuweza kuogelea vizuri. Alhamdulillah, miaka 30 ya Bongo Flava imekuja, tumepata platform, tunakwenda kuitumia hiyo platform na tutaanza kuleta kazi zetu mpya. Okay. Ambazo ndio kwa mfano binafsi, ukisema Snare bwana kazi zako binafsi, mara nyingi wewe hatuoni kazi zangu binafsi zipo, lakini nyingi sijatoa. Okay. Sababu na deni kuna daiwa maalbamu. Mimi nafikiri kwenye game Jinsi Inavyokuwa ni moja ya wimbo ambao tuliutazama mara nyingi sana. Nakumbuka nikikumbuka wimbo na mkumbuka ndugu yangu mmoja alikuwa anapenda sana kuimba huo wimbo. Wakati kipindi kile unafanya vizuri. Kwa kwenye miaka 2005 na 6 hivi. Nafikiri game Jinsi Inavyokuwa ilikuwa 2005 2006. Inawezekana. Nakumbuka sababu kulikuwa kuna kipindi fulani cha TV tulikuwa tuko hatuachi kutazama. Na tulikuwa tunatazama sana huo wimbo. Sasa tuje kwenye Mobs hapa kidogo. Kigezo ni nini cha kuunda Mobs? Mobs ni kutengeneza muziki wa vizazi vipya endelevu. Okay. Ambao wao Mobs mimi nitakuja kuwa link na East Coast. Kwa sababu Mobs iko Kibaha. Mjini kuna shughuli nyingi, lakini mimi nakaa Kibaha. Kwa hiyo kuna sometimes natafuta familia ambao tunaweza tukawa na mawazo sawa ya kutengeneza muziki mzuri kuanzia huko kwenye tuite kikanda au kwenye matawi. Manake sasa unaleta watu wapya katika muziki, sio? Ndio. Na labda unahisi kwa nini isingekuwa kuendeleza East Coast, ama labda East Coast ndio tuseme pale mlipoishia ni pale sasa? East Coast ina program inakuja ya kusaka vipaji. Sasa mimi na link na matawi. Kwa mfano kama huku naenda kutengeneza tawi. Tukija tukisema East Coast inatafuta vipaji, yale mambo ya makempu yatarudi tu. Kwa hiyo watakuja watu kutoka sehemu tofauti. Kwa hiyo na categorize kutokana na where you present. Alafu hapo utapata sanaa nzuri ukijumlisha na kimataifa, sababu muziki wa kimataifa ni muziki ambao mimi nauona kwamba hauna ubaguzi, kwamba nyimbo hii haiwezi, yani sijui nielezeje, lakini mimi nachojua muziki wa kimataifa ni muziki ambao unaweza ukauandaa na kuutengeneza kwa good compose ya beat, ya lyrics, maudhui,
hata ukiimba mnanda, ukaimba sijui kitu gani, huo ni mziki mzuri, lakini uwe una mpangilio wa midundo, mpangilio wa maneno, maudhui. Sichagui. Okay, sawa. Kwa namna hiyo manake East Coast mna project hiyo ya kuibua vipaji. Exactly. Na hususani kwenye engo yenu ile ya muziki wenu rap. Tena kidigitali zaidi. Nikisema kidigitali manake ni kwamba tunatumia hizi access za kidigitali, kwa digital platforms. Digital platform. Kwa mfano, sio poa kumtoa mtu Mbagala kumleta hapa afu umwangalie kuimbie tu, wakati anaweza akajirekodi akatuma kwenye group ya WhatsApp, mkaangalia mkaona huyu yuko perfect, mkamtangia simu, mkamwelekeza sehemu ya awamu ya pili ya kwenda au nini cha kufanya mpaka hatua za mwisho. Yani kwa hiyo tunataka kutumia teknolojia zaidi. Hiyo itaanza lini sasa, ili tuweke tayari marapa ambao wao wanafanya vizuri na wanahitaji kweli kujoin katika click kama sio click ndogo? Sasa kila kitu kinaenda na matangazo kutokana na hiyo teknolojia. Okay. Kwa hiyo program yetu ikianza, tutakwenda kwenye maredio, kwenye ma-TV, tutafanya promotion, sababu ni kitu kikubwa na tutakiweka kwenye TV. Kwenye TV. Pale kuna vitu tunavitafuta. Kwenye TV tunakwenda kutafuta mashabiki ambao watakuwa wanachagua kwa kutumia namba na mitandao. Kwa hiyo ni mabiashara. Okay, nafikiri itakuwa kitu kikubwa sana kwa sababu kama rap atakuwa iko East Coast ni mikono salama kabisa pale ya kufanya muziki wake. Kwa sababu sasa tumezungumzia kuhusiana na kizazi kipya hiki cha sasa hivi, hii era hii ya sasa hivi. Ni rapa gani ambaye anakuvutia sasa hivi? Tangu kipindi kile mmeanza mpaka leo miaka 30 sasa, unaona kabisa okay, tumewatengeneza hao, wamekuja. He's nice. Rapa gani unamwona? Bwana, marapa wengi. Wanamuziki na rap ni wengi sana, afu wote wazuri. Sasa nikianza kusema fulani tu kwa ufupi tu, kwa sababu mimi naangalia sana TV, nafuatilia sana music. Wakina Nash sijui Nash MC. Kuna nyimbo moja ile inaitwa Harambee. Ini leo Harambee, wake up. Yani mule walioimba wote mule, wanyama wote wale. Alafu kuna dogo mmoja nimeona video yake juzi kati ile, sijui amefanywa kwa Barnaba ile ngoma. Inaitwa Box, sijui inaitwa nini, Box One. Mule pale anaitwa Obo. Kuna mnyamazi wake mmoja mule wake nani. Nimependa sana. Sasa wako wengi. Sasa kila ninavyoangalia TV naona wengi, lakini naona wote wanafanya vizuri sana. Wakina Lunya, Mula Obo amezungumziwa sana wasanii waliofanya siku za nyuma ambao walikuwa wanaupenda muziki kwa namna fulani. Apande Sele pia amesema. Watu wengi kwa nini yule kama wamemwelewa hivi. Ni yeye anavyochana, lakini ile video ina details nyingi sana. Sababu inavyoanza unaweza kudharau. Lakini kila inavyozidi kusonga una sita kwanza, hebu ngoja kuna nini hapa kinaendelea. So it's a very good video na muziki mzuri. Sasa kama yule wako wengi nimewaona kwenye TV na wote wanafanya vizuri. Na ndio kitu ambacho mlikuwa mnafanya pia wasanii wa siku za nyuma. Kwenye video unakuta kuna maudhui yanafanana na muziki wenu ambao mnafanya. Kwa mfano kama ngoma yenu ile Amazao, namna ambavyo mmevaa zile gwanda zile za East Coast team, namna gani mnakimbia nini, ilikuwa ni kijeshi kweli, ni kitimu kweli. Kwa hiyo Mula Obo amemechisha muziki wake na video yake. Ndio maana shout zimekuwa nyingi sana kwa wasanii ambao mlikuwa mnafanya muziki siku za nyuma. Ni kweli. Sasa kwa miaka hii ambayo mmefanya muziki, kutoka miaka hiyo mpaka sasa hizi kuna vitu vingi sana vinatokea sasa hivi kwenye muziki. Ndio. Unafuatilia sana, umeniambia. Kuna moments zimetokea hapa katikati na fili zimekukata, yani zimekuchefua. Ipi hiyo imewahi kutokea ikakukata kwa kipindi ambacho katika muziki wetu au katika shughuli zetu? Kiukweli changamoto lazima ziwepo, kwa hiyo ni the way jinsi ambavyo unazichukulia au the way jinsi ambavyo
unaamua kuzibeba. Yeah. Kwa jinsi ambavyo tumepanda na kushuka na kwenda, mimi nachokiangalia, kwa sababu mambo yako salama. Yeah. Mambo yaliyopita yamepita. Mambo yako salama, mambo yaliyopita yamepita. Kuna changamoto nyingi sana ushapitia, lakini zile ni katika kujenga, katika kukomaza, hasa katika upande huo wa muziki, lakini pia hata katika maisha. Muziki ni kipi ambacho unaona kabisa hiki kimetokea hapa wakati hii sasa watu wazima kidogo mmepoa? Unaona hiki si sawa hiki, kwa sababu lengo ni kupeleka muziki hivi, muziki unakwenda hivi, na unajua ulikuwa una maono, sio? Wakati mnaanza hisia za muziki zinakuja, unaona kabisa muziki nitaufanya hapa. Mlishafanya sasa, mkapata maono, muziki huu tutaupeleka pale. Nini kimejitokeza katikati hapa katika industry ya muziki kwako binafsi kama Snare, unaona hiki si sawa? Kiukweli siwezi nikasema hiki si sawa. Ni mfano, unajua mimi ninachojua, music doesn't have democracy. Muziki hauna democracy. Muziki hauna eti tupige kura. Muziki unatengenezwa, unaamuliwa na vikundi vidogo vya watu. Sasa sijui kama naeleweka. Kwa maana ya kwamba tunaweza tukatokea tu mimi na mshikaji wangu tukatafuta wasanii wawili na ni wakali, tukaweka hela promotion na nyie mkamjua, hiyo mtasema ni democracy? Hapana. Kwa hiyo muziki uko hivyo. Kwa hiyo kama kuna matatizo yoyote katika hiyo industry au malalamiko, kwanza anayetoa malalamiko lazima uangalie yeye amefanya nini. Kama wenzako wanakosea, wewe unakuwa umefanya kitu gani? Unavyo blame kwamba huyu wanakosea hivi, watoto saizi hizi nyimbo hata siwaelewi wanazoimba. Wewe umefanya nyimbo gani ambazo labda, au unaendelea kufanya nini ambacho watu waseme hiki hapa sasa, hiki hapa. Unaona, iko hivyo. Kwa hiyo, na kitu gani kinakuvutia zaidi kwa sasa hivi kwenye muziki? Ni hii teknolojia, hasa ubunifu. Kama mtu ni mbunifu alafu ukakutana na hii teknolojia, very good. Kwa mfano, kuanzia, unajua zamani tulikuwa tunatengeneza nyimbo, tunakwenda studio, tunatoka tumeshajipanga na nauli, tumeforge vitambulisho. Unajua sisi tumemaliza shule, lakini ikabidi tuendelee kutumia vitambulisho vya kuforge hapa mjini kwa karibu hata miaka 4 ili tuweze kuafford nauli za mwanafunzi. Kutoka hapa kwenda ITV, kutoka sisi Upanga kwenda ITV mnadandia nani, lakini mnatoa hela na kitambulisho. Tulishatengeneza vitambulisho vya kipindi kile, si unajua Jitegemee, Makongo, Azania, wote tunavyo hivyo. Yani kupanda daladala ya Mwenge unatoa kile, unalipa shilingi, kipindi ile ilikuwa 150 sijui, lakini sasa kwa sababu tuko watatu pale tunakuwa tumecover. Kwa hiyo sasa hivi ni tofauti na kipindi kile. Sasa hivi watu wanakusport. Bwana udogo wanachana nini, unatengeneza utaratibu. Bwana kesho utaenda studio. Au vipi bwana? Wewe tutakutumia nauli. Sisi tuko tunatembea wenyewe. Chwa tunaita TZ11. TZ11. TZ11 ni hata kwenye nyimbo zetu tunataja TZ11. TZ11 ni kutembea kwa miguu. Which tumepractice hiyo. Na hadi kesho kutwa tunatembea kwa miguu. Sio shida zetu. Okay, sawa. Sasa kwa mtu ambaye amemwona Snare tu anataka kumfahamu, Snare ni mtu aina gani? Well, bwana, Snare ni msanii wa muziki wa kizazi kipya, lakini mimi kama mimi na watu wawili hapa. Niko na Adamu, afu niko na Snare. Adamu na Snare. Huyu Adamu ukikutana naye, yani utamlazimisha sana awe Snare, sababu hana mitikasi yoyote ya Snare. Umeona? Alafu Snare ndio mwanamuziki. Kwa hiyo utamuona jinsi ambavyo anakuwa katika mazingira yote ya kisocial. Yule ni Snare, mambo ya social ni Snare. Mimi kama Adamu I'm not social, yani napenda kukaa mwenyewe, napenda kufanya vitu vyangu, yani ndio maana mimi utanitafuta, lakini mimi lazima utanikuta ofisini kwangu nimetulia. Silali saa 7, saa 8, siendi bar, siendi sijui wapi. Hivyo ndio napenda.
Okay, kutoka kwenye Adamu mpaka Snare, wazo lilikuwaje ukajiita Snare? Aha. Kuzaliwa kwa Snare kumetokea, huyu binamu ndio alisababisha nikaitwa Snare. Mwana FA. Wakati tunatengeneza nyimbo ya AY inaitwa Safi hiyo. Safi hiyo yuko AY, yuko FA, yuko Ray C. So AY alikuwa ameshatengeneza idea, hadi idea ya chorus, na pale tukawa tumesema hapa ataimba Ray C. Kwa hiyo tukawa tumeenda na binamu studio. Binamu aliposikiliza ile beat kwenye gari nini, huu mzuka lazima nifanye. Kwa hiyo tukaenda studio. So wakati tuko studio binamu pale I remember alikuwa hajaandika. Kwa hiyo akasema hii ngoma hii nitaianzaje hii? Ndio akaanza ni Hamisi Mwinjuma na Mbwene Isaya. Pale mwisho pale kukawa kama kuna kitu kina miss ili uje urudi kwenye mzunguko. Okay. Nikamwambia hapa mwambie jamaa gonge snare. Binamu akasema hapa igongwi. Hapa tutasema neno ni snare. Snare. Kwa kumbe tangu mnatoka sasa, wakati mnatoka Mbeya, wapi Ifunda sio? Yeah. Ifunda, Iringa hiyo. Yeah. Wakati mnatoka shule ulikuwa uitwi snare. Yeah. Nilikuwa naitwa YG. Kwenye SOG. Kwenye SOG ulikuwa unatumia YG. Young Generation. Young Generation. YG, yeah. Bwana. Sasa katika kupevuka hivi kana nakuta kila young hadi Ulaya young. Alafu nikamkuta GK, alafu mi young GYG, GK AY. Kwa hiyo nikaa kama nalichunia hivi, silisemi sana. Bahati nzuri likaibuka hilo la snare. Kwa kumbe bana mheshimiwa waziri ndo alibless bana hiyo. Yeah, binamu. Sasa akawa kila akija maskani anaulizia snare iko wapi? Okay. Kwa sababu ya tukio la jana yake ile kwa akasema snare. Kwa hiyo baada alivyoweka, kwa hiyo ile nyimbo kae inapiga kila saa pale studio. Ni Hamisi Mwinjuma na Mbwene Isaya snare. Milango iko wazi tukwambie snare. Binamu akija anaipiga, bwana snare, unasikia hiyo? Snare kwa hiyo pale maskani watu wakaanza kuniita snare. Iko nacho ni kipaji, unajua kumpa mtu jina alafu likamkaa, yani ukimwona unaona snare hii hapa, sio mchezo. Kweli. Okay, sawa. Kweli nimedevelop hilo hapo, sasa hivi ndo Uncle Snare. Uliwahi kuwa na marafiki tofauti na washikaji wa East Coast? Yeah, now. Ambao ni wanamuziki. Aha, wanamuziki. Wanamuziki marafiki wapo wengi, lakini sio urafiki wa karibu sana. Lakini marafiki kama marafiki wapo karibia wote hao, unaona wako kwenye Bongo Flava ambao wataperform kesho sijui au kwenye Bongo Flava miaka 30. Wote wale mimi marafiki zangu. Kwa mfano Madini na Chege ni washikaji sana. Ndio. Nani ni mshikaji wako ukiondoa washikaji wa East Coast? Wengine ambao ni wasanii tunawafahamu. Wote bwana, wote, lakini sio ile close kwa sababu mimi nina ratiba tofauti. Kwa hiyo tukikutana huku, kama unajua urafiki wa kukutana na wengine, tuna namba, tunakuwa tunawasiliana. Kwa hiyo kama kuna michongo mingine hapa na pale, it's depend mnapokuwa mnapeana, unakuwa interest vipi. Lakini wote mimi ni marafiki na kukutana nao sehemu tofauti, naishi nao katika hayo mazingira na mambo mengine yanaendelea. Kwa mfano unaposema urafiki wa kibiashara, kwa mfano unaona Madini, Chege, biashara imeunganisha zaidi. Biashara. Yeah. Yani huo muziki, lakini kuna biashara imeunganisha zaidi ya muziki. Okay, kuna snare, kuna AY, kuna FA na Clayz GK. Watu wanne hawa ni nguzo muhimu sana East Coast. Sasa hivi tunamuona sana Flaunt, yuko AY, FA, kipindi cha katikati tuliwaona sana. Snare kama ulipoa hivi kidogo na GK kama mlipoa hivi kidogo. Ndio. Mlikuwa mnakutana sometime? Yeah, always. Yani kukutana na nani nao, kina AY, kina GK, wewe na GK. Mimi na GK pia always tuko tunakutana katika mazingira tofauti, lakini ukaji kimya. Yeah. Kwangu mimi kuna vitu vingine niliamua kufanya. GK alikuwa ameenda shule. Yeah. Lakini jinsi ya kuiendesha East Coast, okay, kulikuwa kuna changamoto kidogo, kwa hiyo kaamua kufanya vitu vingine kwa sababu pale tulikuwa tumeshasajili. Kwa hiyo kuna vitu vikawa vinafanyika tu underground kama kurekodi,
kufuatilia industry ya music inavyokwenda. Kwa sio kama kwamba tulikuwa tumeiabandon kabisa, tumeiacha. Hapana. Kwa jicho la pembeni naifuatilia. Ndio kwa mimi nafuatilia sana muziki. Mimi channel kazi TV naangalia sana ni wamefanya nini. Kwa sababu mimi naamini katika kazi ambazo nafanya, hata tukifika huko 2000 na kweusi ukatuamsha papa, bwana fanyeni nyimbo, kitu utakachofanya utauliza kina nani, sababu kitakuwa kinaendana na wakati ule, kwa sababu tu ya kuwa up to date. Yani sasa kama tunaweza tukapata ukweli kabisa kutoka kwenye moyo wako, Uncle Sneh, itakuwa safi sana. Ndio. Kwa wanamuziki ambao walikuwa wanafanya muziki siku za nyuma, ni rapper gani ambao unaona kwako alikuwa bana huyo ana kitu tofauti na washikaji wa East Coast, ambaye anatokea nje ya East Coast kipindi kile ambapo mlikuwa mnafanya, unaona ukiwa akifanya wewe okay nice? Hii bwana, hakuna mwingine zaidi ya Professor J. Professor namba 2 pale namweka Faridi Kubanda. Sababu Faridi long time, yani nakumbuka hata zile tulikuwa tunakutana Maslipway nini ile na hadi tukaendaga kumchukua kwenda kufanya nyimbo ya GK inaitwa, nadhani ni Saa Mbaya. Kuna nyimbo inaitwa Saa Mbaya. Okay. Yuko Faridi, yuko PQ. Kwa ni Professor na PQ ndio watu ambao nilikuwa napenda sana wanavurap. Yaani ndio wanamuziki ambao yani naweza kusema mimi mshabiki wa huyu. Mimi mshabiki wake kabisa. Hakuna ukweli kwamba, ama niseme kuna ukweli wote kuhusiana na wewe kuvutiwa zaidi na Tupac? Tupac Amaru kweli nilivutiwa naye sana. Wewe umezungumzia kwa Tanzania au unazungumzia kwa nje? Tupac mimi bwana na historia naye yule, kwa sababu hata alipokufa nililia. Na mimi mzee wangu aliulizaga, bwana Tupac ndio nani? Uje bana lia Afrika jifungia siku ya pili leo. Ajifungia anasikiliza nyimbo za huyo Tupac. Yeye mwenyewe hamjui. Ndio kuuliza bwana Tupac ni nani? Huyo ni msanii wa huko Marekani. Of course nilikuwa nampenda sana Tupac, lakini pale alipokufa nikaja kugundua kwamba alikuwa anatengeneza sana zile nyimbo ni Dr. Dre. Kwa ndio pale kwanza pale kana mkubali Dr. Dre. Okay. Sasa hivi kuna marapa wanafanya huko Western, huko Magharibi. Kwa sababu ulikuwa mshabiki sana wa Tupac, maana ulikuwa ni mfuatiliaji sana wa muziki wa Magharibi. Ndio. Na karibuni wasanii wengi ambao walikuwa wanafanya muziki wa siku za nyuma walikuwa wanavutiwa sana na wasanii kutokea huko. Bado unatazama muziki wa Magharibi sasa hivi? Yeah, of course. Naangalia, sema wanachanganya lakini naangalia sana. Kuna hizi trap hizi. Of course mimi nafanya hadi trap, lakini kuna trap fulani hivi zinanichanganya hizi, lakini ukinitajia nitakwambia huyo, kwa sababu mimi watoto wangu wanaimba hizo nyimbo. Okay, wanafanya muziki. Si mnamuita Triv Court, si kitu nani Court, si hebu nitajie sasa hivi wanafanya trap. Katikati hapa kuna kina Quavo, kuna kina McMiri huyo hapo. Mwingine kuna kina 69. 69 kale nakajua muda kale. Kwanza nilikuwa nakakubali. Yani kwa sababu zile showbiz zake. Okay. Bwana, eti unaweza kaniongezea list ya marapa wanafanya, maana wewe pia sasa hivi siwafuatilie kabisa. Wanafanya trap. Trap beat. Wale wa kule Mtoni kuna jamaa wanaendesha gari hivyo wanashindana na rap, wanaimba si sawa style zao, unajua style yao ni kama anaimba lakini imba fulani sasa wale naangalia ndio, lakini kama wananichanganya sababu sisi tunajua wakina Travis huyo sisi tunazoea midondoko fulani hivi unasikiza kina Busta, wasikiliza kina Ghostface Killer, unamsikiliza kina Big Punisher, wanachanganya muziki fulani, kina Fat Joe, kina Noriega. Kiufupi kule wako wengi sana, kina Juman Dupri, huyo Kanye West na wengine wengi sana. Unajua ile nchi nayo na wasanii wengi sana. Wote kiufupi unajua. Mimi pia nimewahi kuwa mfuatiliaji kidogo wa muziki wa watu wa Western.
kwa sasa hivi kwa nini nimepoteza kufuatilia kidogo? Kwa sababu naona kuna test sisikii, unajua Binafsi rap wangu wa mwisho kumfuatilia ni Meek Mill. Meek Mill. Kwa hiyo wanatoka toka kidogo nimewaweka mgongoni. Ni hiyo kitu naona mimi peke yangu ama watu wengi sana wanaifeel hiyo. Wako watu wengi lakini kuinotice. Kuinotice ni ngumu kwa sababu kuna vizazi, kuna era, hizi ni era. Okay. Era yako unaweza kusema mimi siwaelewi hawa, lakini kuna era yao wanawaelewa. Kwa ukichukua time kidogo ukafanya kitu kinaitwa kuoanisha, utagundua tu ni wakati tu ambao umepita, lakini mambo kama yale yani kuna vitu fulani vinabadilika kutokana na wakati. Kwa hiyo unaweza kusema bwana mimi kwanza sisikii hizo nyimbo. Lakini kumbe wewe mazingira ambayo unaenda, mazingira ambayo unajitreat, utasikia nyimbo zile unazozitaka wewe. Kwa mfano zamani sisi watu wa hip hop tulikuwa tunabia, yani sijui kama wote lakini mimi nilikuwa naona hata taarabu hawataki kusikiliza. Lakini ule ni muziki. Kwa baadaye mimi nikaja kujua kuna vitu vingi unavikosa kwa kuwa kusema wewe ni mwana hip hop, sijui unafuata misingi ya hip hop. Kuna nyimbo nyingine unakuwa usikilizi lakini ni nyimbo na zimetengenezwa kama nyimbo na ni nzuri, lakini hata ukisikiliza si kwamba kuna testi imekosekana katika huo muziki, ama ni kama unavyoniambia tu kwa sababu usiji mix na hivyo na hizo maeneo za kusikiliza huo muziki. Katika adaptation unakuwa umeshajizoesha kusikiza kitu fulani. Ndio maana hata sometimes naweza nikasema kwa mfano kama mimi nilikuwa napenda tu kurap. Hata ukiniambia habari ya chorus nitakwambia tutafute mtu. Lakini sasa hivi katika nyimbo zangu nyingi ambazo nimefanya mimi naua hadi chorus mwenyewe. Okay. Lakini nilichukua muda kupractice kuweza kubadilika kutoka kwenye ile misingi. Ndio maana wengine yani sio misingi, kwenye misimamo. Ndio maana kuna aina ya wasanii ambao waliweza kuswitch mapema. Walibadilika mapema tu. Mfano mdogo utakwambia AY, mzee wa commercial, aliswitch faster pap. Kwa hiyo anaweza kaimba, anaweza kachana, anaweza kaamua kufanya kitu chochote. Ndio huo muziki na uzungumza. Leo nimepiga story na Snare. Ametujuza story ya habari zake katika kuanza kwake movement za muziki wa hip hop tangu ametoka Ifunda Iringa pale na washikaji zake wa SOG, wakaja wakatengeneza click yao East Coast, na leo yupo huyu yupo na energy yake ile, muonekano wake ni ule. Kwanza hongera sana anko, umetunza image. Unajua kuna wasanii wengine utanao siku za nyuma kidogo lakini yule Snare bado na effort, ana vitu vingi sana, project ametujuza anakwenda kuzifanya za kutengeneza wasanii wapya wa East Coast upcoming na Mobs, sio? Ametupa project ya Mobs Record. Project ambayo anataka kwenda kuifanya. So tutazame kwa Viga YouTube channel yetu na CM Network. Mimi naitwa Kanamas.